Leo ni siku ya kuongelea habari za ufufuo. Hatuna kitu kingine. Habari za nini? Yesu amefanyaje? Mwambie jirani yako amefufuka kama alivyosema. Haleluya. Wangapi wanasema amefufuka kama alivyosema? Yesu amefufuka kama alivyosema. Amefufuka kama alivyosema. Kwa hiyo ni baraka kubwa sana kwa ajili yako wewe ambaye unasherehekea siku ya leo. Na hii ya leo sio makumbusho tu ya kukumbuka kama historia ya kidini, hapana. Haya ni maisha halisi ya kila mtu anayemwamini Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Kwa hiyo ni baraka ilioje kwamba unaenda kuelewa Pasaka hii maana yake nini. Na unajua kuna maandiko ambayo tunasomaga kila wakati tunapofika hapo. Lakini leo nataka niongelee eneo la nguvu ya ufufuo. Tunaye mtafsiri wetu, makofi kwa ajili yake. Atakuwa pale pale, amena. Anaweza akawa pale pale lakini akatafsiri kwa sababu tunaenda kimataifa leo. Sema amena. Sema amena kubwa kama unanielewa. Kwa hiyo mwekeni microphone ambayo inaweza ikamsaidia ili kwamba tuwe na lugha mbili, kwa sababu ya wageni ambao wanaweza wakawa wanatutazama nje ya nchi kupitia mitandao ya jamii na kadhalika. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wengi wetu ni Kiswahili, basi tutaongea Kiswahili lakini atafasiri kwa Kizungu. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanaongeza makofi kwa ajili ya Yesu Kristo? Tajitahidi kufanya iweze kuwa nzuri kwa ajili ya kila mmoja. Leo tunaongelea nguvu ya ufufuo. Mwambie jirani yako kuna nguvu kwenye ufufuo. Saidie mic tafadhali, mpeke mic. Amen. Kuna nguvu kwenye ufufuo. Amen. Anaweza kukaa tu pale ili awe comfortable. Amen. Makofi kwa ajili ya mwalimu Bupe. Amen. Amen. Amekuwa baraka sana. Amekuwa baraka sana. Haleluya. Amen. Amen. Makofi kwa ajili ya mwalimu wetu na mchungaji Bupe. Kuna nguvu katika ufufuo. There is power in the resurrection. Bwana Yesu asifiwe tena. Praise God. Kuna nguvu kwenye ufufuo. There is power in the resurrection. Ufufuo sio tukio la kidini la kusherehekea tu. Resurrection is not just an act of celebrating too. Lakini ni jambo la kuliishi katika ulimwengu wa roho. But it's something which you are supposed to live in the spiritual realm. Na hili linaleta uhai kwa watu wenye imani. And it brings liveness to the people of faith. Na wewe ambaye una imani leo kuna uhai unatokea ndani yako. And who you are, you have faith, there's life which will happen in your life. Na hii uhai ni Yesu Kristo amefufuka. And the life, it's the resurrection of Jesus. Na unaposikia ufufuo ujue kuna mwanzo mpya unaanza. When we talk about the resurrection,
hawezi kumkuta Yesu. Yesu ni mambo yote katika yote. Pokeza makofi kwa Yesu Kristo. Ongeza makofi kwa jina la Yesu. Namba 4, tunatambua nguvu ya jina la Yesu. Number 4, we understand the power of Jesus Christ. Mwambie jirani yako kuna nguvu ndani ya jina la Yesu. There's power in the name of Jesus Christ. Ndani ya jina na damu yake una nguvu. Wapi yule bwana? Mbona kaondoka? Mwambie jirani yako kuna nguvu ndani ya jina la Yesu. There's power in the name of Jesus Christ. Majina yote mazuri ni all the good names. Nani anajua jina la Yesu linapita majina yote? Jesus is unajua above all names. Anayepewa hilo jina. Hili jina ni pekee. Mwambie jirani yako hili jina ni la pekee. It is the only name and precious name. Hili ni jina ambalo linakaa ndani yetu. This is the name which dwells in us. Sio linakuwa na sisi, linakaa ndani. Not only with us, it dwells in us. Unajua kuna tofauti ya kuwa na mtu na huyo mtu kuwa ndani yako. There's a difference of being with a person and that person being in you. Yesu yuko ndani. Jesus is in. Hili jina linapenya, alikai nje, linakaa ndani yako. Goes inside. Pokea hilo jina kwa ibada hii ya leo. Pokea hilo jina kwa ibada hii ya leo. Pokea hilo jina kwa ibada hii ya leo. Hilo jina alikai kwenye nguo. That name does not dwell in alikai kwenye kiatu. Does not sit in alikai kwenye nywele. Does not sit in linakaa ndani ya moyo wako. Ndio maana anasema akugusae wewe. That's why the Bible says whoever touches you anagusa jicho ya Mungu. Touches the eyebrow of the God. Pokea neema ya ushindi kwa jina la Yesu. The grace of victory. Pokea neema ya jina la Yesu. Pokea neema ya jina la Yesu. Receive the grace of the name of Jesus. Ni jina la pekee. This name is the precious name. Wa Filipi sura ya 2 mstari wa 10. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 10 and verse 8 and 10. Mstari wa 8 na wa 10. Kitabu cha Filipi sura ya 2 mstari ule wa 8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Mstari wa 10. Mstari wa 9. Okay. Mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu akamwadhimisha mno. Akamwadhimisha mno. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Akampa jina. God gave him a name. Unajua unaposema kwa jina la Yesu, you know when we say in the name of Jesus, unapasua vibuyu vya wachawi. Break down. Unaposema kwa jina la Yesu, unaachilia bomu kubwa. You release the blindness. Mwambie jirani yako achia jina la Yesu lifanye kazi. Release the name of Jesus. Mwambie jirani yako achia jina la Yesu lifanye kazi. Know your name and release the name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu. Say in the name of Jesus. Linapita majina yote. It's above all names. Ukiwa unaumwa sema katika jina la Yesu. When you are sick just say in the name of Jesus. Mwambie jirani yako tumia hilo jina. Tell your neighbor use that name. Amekirimiwa jina linalopita majina yote. Anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lifanyeje? Litapigwa. Na vitu vyote vya mbinguni na duniani. In the name of Jesus all the knee shall bow and all the things in the heaven and on the earth inakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Shall confess that Jesus Christ is the Mwambie jirani yako leo lazima wakiri. Tell your neighbor lazima that wakiri wewe una Yesu. Lazima wakiri wewe sio wa kawaida. Lazima wakiri wewe sio wa kuchezewa. Lazima wakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Jesus is the Lord. Ukatae ukubali shauri yako. Whether receive or you accept it. Ametubadilisha Yesu. Ukatae ukubali shauri yako. Or you refuse. Ametubadilisha Yesu. Kaingia gharama Yesu. Ametubadilisha Emmanuel. Aingia gharama Yesu.
ametubadilisha Emmanueli. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Emmanueli. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Emmanueli. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha mimi Noha. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mbaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa na hasira kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Ningekupiga mpaka uanguke. Yesu ni Bwana. Lakini Yesu kanibadilisha. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Emmanueli. Yesu ni Bwana. Kama sio Yesu ungekuwa wapi? Yesu ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambia jirani yako inatosha. Ambia jirani yako inatosha, inatosha, inatosha. Jamani, ili jina limekuwa baraka. Wakristo najua Pasaka tunapaswa kusherehekea kuliko Christmas. You know, yes, we have to celebrate Easter than Christmas. Because Easter is a work complete. Kwa sababu Pasaka ni kazi imekwisha. The work is finished. Kazi imekwisha. You have to celebrate Easter. Unatakiwa usherekee Pasaka. Because you have seen the redemption of Christ in you. Ukombozi wa Kristo ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. You have to celebrate Easter. Unatakiwa usherekee Pasaka. Because Jesus finished everything. Sababu Yesu alimaliza. He is risen. Amefufuka. And he is ascended to heaven. Ameinuliwa mbinguni. Nataka mtu aongeze makofi kwa Yesu kidogo. I want somebody to clap to Jesus. Easter ni sherehe kubwa. Pasaka ni sherehe kubwa. Maana tunaona binadamu aliyekufa anaishi. Easter is the great celebration because we see the person who died is alive. It is a big miracle. Ni muujiza mkubwa. To see somebody who died kuona mtu aliyekufa and is risen again. Amefufuka tena. It is a wonderful miracle. Ni muujiza. Nobody die and come again. Hakuna mtu aliyekufa. All people die and go. Watu wamekufa na but our Lord Jesus, lakini Bwana wetu he died and he rose again. It is our celebration. It is our time to celebrate because Jesus risen. Ongeza makofi kwa ajili ya Christ. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ameshinda kifo na mauti and grave. Nani anataka kumwamini leo? Who wants to believe Jesus? Mwamini tena leo. Believe Jesus. Mwamini leo. Believe Jesus. Ana jina linalopita majina yote. The name which is above. His name is the powerful name. Jina lake ni jina. He is the mighty name. He is the counselor. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is our master. Unajua hii jina sio ya bibi yako na shangazi yako. This name is not the name of your kama babu yako anakusumbua kwenye ndoto. If your grandfather is disturbing in your dreams, leo mimi sio mtu wako. Tell him today, I'm not yours. Alafu utaona Yesu atakapokushughulikia. See how Jesus will work with hili jina linatisha. Because this is a wonderful name. Kwa binadamu, kwa vitu vyote. Very name, not only to human being but to everything. Mimi siogopi mtu akishika tunguri. I'm not scared with anybody who carries witchcraft. If he takes the stone and hits the stone down, akate kitambaa eti ameondoka nayo. That is the piece of my. Najua huyo ni maskini. I know that's a poverty. Yani mimi siogopi eti nguo ikipotea. I'm not scared if maana najua huyo aliyechukua ni maskini. Because I know the person. Na kama anapeleka kwenda kuloga, if he takes to do the witchcraft, atakutana na Yesu akimbadilisha. Maana akichukua nguo yangu amenichukua Yesu. Nani ananielewa hapa? Usiogope ukiona mtu amechukua nyayo zako.
scared if somebody Usiogope ukikaa karibu na mchawi. Don't be scared if Maana ukiwa na Yesu, Yesu yuko ndani yako. If you have Jesus, nguo zako ziko na Yesu. Ambia jirani yako, pokea neema ya ushindi. Tell your neighbor, receive the grace of victory. Tumepewa jina lipitalo majina yote. The name which is above all names. Nani ana hilo jina leo? Who has that name today? Unajua saa zingine tunadanganywa na shetani. You know, sometimes devils lies to us. Mwambie jirani yako, shetani asikudanganye. Tell your neighbor, don't let the devil lie to you. Unasikia you start hearing. Unasema huu ni ugonjwa wa bibi. And you start, this is my sickness. Au unasikia magoti yanauma. And you start feeling pain on your knees. Anakukumbusha babu yako alikufa na magoti. And start reminding that your grandfather died because of that. Kiuno kinalia. You hear that my back is painful. Anakuambia hizo pingili zimekatika. And you see that ribs are broken. Akosaki kusema uongo wake. He does not stop saying lies. Anakuelezaga tu ukisikia mwii huku unasikia. If you hear something, anasema hizo figo zimeoza. You say those livers are rotten. Unasikia sijui kongoro, chochote unachosikia. Whatever you hear in your body. And he brings a bomb. Mwambie jirani yako, nina jina la Yesu. Tell your neighbor that I have the name of Jesus, which changes. Jesus. Jina la Yesu. It changes any story. Inabadilisha kila historia ya shetani. The name of Jesus. Jina la Yesu. It changes every story of devil. Inabadilisha kila historia. I don't care what the devil say about you. Jali shetani anasema nini. I don't care about the report of the devil. Taarifa ya shetani. Because I believe the report of Jesus. Sababu ninaamini taarifa ya Yesu. If you believe the report of Jesus, kama ukiamini taarifa ya Yesu, don't relate the report of the devil. Linganisha na taarifa. Let you arise with a loud voice. Acha sema kwa and sauti. Say Jesus finished everything. Yesu alimaliza. And say I am a new creature. And say I'm no longer the wrong person, but I am a new creature in Christ. Kama unapokea sema napokea hiyo. Shetani asikuletee mahubiri feki. Don't let devil to bring you bad news. Asikuletee mahubiri feki. If you bring fake preaching. Mwambie jirani yako kataa hiyo report. Tell your neighbor. Naongea na mtu hapa. Ukiwa na hili jina. Tell your neighbor, if you have this name, kama kwenu hakuna wasomi, if in your family there hilo jina linatosha kukutambulisha. Name is enough to introduce. Kama kwenu hakuna wandoa, hilo jina litakupeleka kwenye ndoa. Name will take you to kama kwenu hakuna watu wanaoenda Marekani, hili jina litakupeleka Marekani. Naongea na mtu anayeamini hili jina. Hili jina sio dhehebu. Hili jina sio dhehebu. Hili jina sio dini. Hili jina sio kabila. Wow, nimeliona hili jina mimi. Nimefaidi matunda ya hili jina. Nimefaidi matunda ya hili jina. I know what I am saying. Ninajua ninachosema. What is this, my dear? Today is a miracle day. It's a miracle day. Kama mtu amenivuruga, kuna karatasi amenipa. Unajua hili jina linanifanya nishike paka hela ambayo baba yangu hajashika, bibi yangu hajashika. Hakuna aliyewahi shika kwetu paundi, lakini hili jina limenifanya. Yes. The name of Jesus is a powerful name. He exalts those who are down. Inawatengeneza watu waliovurugwa. Inawafanya vichaa wakawe sawa. Wale wasiozaa wanazaa tena. Naongea na watu wakubwa mahali hapa. Kuna watu wanapokea hii neema. Hili jina lina ushindi kwa watu walioshindwa. Lina baraka kwa watu waliolaaniwa. Linainua watu waliochoka. Leo pokea nguvu ya jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Hili jina limenifanya kutoka level moja ya sifuri
na nikajikuta niko level ya kimataifa, na sio tu ya kimataifa, nimeketishwa na Kristo katika ulimwengu wa roho. Glory! Hili jina ni afya, hili jina ni uzima, hili jina ni afya, hili jina ni afya, hili jina ni uponyaji, hili jina ni utajiri, hili jina ni elimu, hili jina ni hekima, hili jina ni uweza, hili jina ni mamlaka, hili jina linageuza, hili jina lina habari njema, hili jina linaleta utukufu, hili jina is the powerful name of Jesus. He's the mighty name of Jesus. He's the name above every power. He's the name above every principalities. He's the name above every king and powers. His name of Jesus. If you believe today, there is wonders going to happen. Kuna maajabu yanatokea because of this wonderful name. If you believe the name of Jesus, He's the resurrection with the name of Jesus. Leo fufuka na hili jina, usifufuke na madeni. Leo tokea na hili jina, usitokee na magonjwa. Leo tokea na hili jina. Umekataliwa, lakini kupitia jina tunahesabiwa haki. Kupitia hili jina tunakombolewa. Unapaswa uelewe kufufuka kwa Yesu. Kuna jina linatajwa, sio duniani tu, hata kule kuzimu wanasema huyu sio wa kawaida. Hili jina ni zaidi ya majira yote. Hili jina siwezi acha. I will never leave this name. You know this name. There is no other name on heaven or on earth. This is the name of Jesus. He is the wonderful counselor. He is God in us. He is God in me. He is the hope.
Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Imba wewe, Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. imba wewe, ni Mungu unayeweza. Unaweza Bwana wangu, unaweza Bwana, unatosha Bwana, unatosha Bwana. Hebu inua mikono yako juu. Ni kipindi kizuri. Anasema ikiwa roho wake, If his spirit, ikiwa roho wake if his spirit, aliyemfufua Yesu katika wafu which rose Jesus from the dead, anakaa ndani yako, he dwells in you. anaweza kuisha. He has the power to Leo release. kwenye hii ibada, Today in this service, nenda na roho ya ufufuo. go with the spirit of Ikiwa huyo roho aliyemfufua Yesu If that spirit katika wafu from the dead, anakaa ndani yako, he lives in you. anaweza He has power. He has power kufufua nafsi yako To release, hivyo katika hali ya resurrect kufa. you. Sema chochote kinachokufa Oh yes. katika maisha yangu leo nakitabiria, leo nakiongelesha kiweze kuinuka tena. Roho ya ufufuo, nguvu ya ufufuo, leo nakuhitaji. Fanya maajabu, fanya miujiza, nikuone wewe kwa jina la Yesu. Roho ya ufufuo, fanya maajabu kwa jina la Yesu. Kile kilichonifunga nisiinuke, leo kiniachilie, leo kiniachie kwa jina la Yesu. Kila kifungo cha kaburi, cha mauti, cha magonjwa, leo kiniachie kwa jina la Yesu. Leo ninasimama kinyume na roho iliyonigandamiza kwenye fikra, kwenye mawazo, kwenye hatua. Achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Sema kuanzia sasa, nguvu za kaburi zinazoongea kwenye ukoo, kwenye familia, leo naongea na wewe. I wish ungeelewa hii kitu, ongee kinabii. Kuna spirit, the graveyard spirit. That spirit is calling to your family. Kuna nguvu ya makaburi ambayo imeungana na familia yako. That spirit is calling you. Hiyo nguvu ya makaburi inakuita. He is crying for you. Inalia kwa ajili yako. You have to stop that spirit. Lazima uisimamishe hiyo. That there is no any premature death. Kwamba hakuna vifo vya mapema in your family, katika familia in yako, your children. kwa watoto wako. You have to know this secret. Lazima ujue hiyo siri. You have to confront that spirit. Lazima uendee hiyo. To say go back to the sender. Rudi kwa aliye. Inua mkono wako juu, sema kwa jina la Yesu. Everybody spirit. Kila roho mbaya. Sema kila roho mbaya ya mauti, ya makaburi iliyojipanga kwenye familia, leo na kunyamazisha. Nisikilize, unajua ni vizuri hii ni seminar, but nimecompress, nimeifupisha ili iwe ndogo. So that it can be unakuta makaburi yamekaa kwenye uwanja mkubwa kama hii kanisa. You find so many graves. There is graveyard in yes. In the family. Kuna uwanja wa makaburi kwenye familia. You will find this is brother, sister, all the members of the family have died. Familia wengi wamelala hapa. They die premature death. Wamekufa vifo vya. There is no a priest. Hakuna kuhani who can stop that spirit. Anaweza kusimamisha hiyo. You are the one of the priest. Wewe ndiye kuhani. You are going to stop that spirit. Utaisimamisha hiyo roho. To say it is no longer dead in the family. Shindo katika familia. You have to go to stop that. Lazima ukaisimamisha hiyo roho. Usibaki tu kaona ni mapenzi ya Mungu. See and see that is the will of God. Don't say
is the will of God. It's not the will of God. No, the will of God is to give life. Mapenzi ya Mungu ni kutupa ushindi. The will of God is to give you victory. Mapenzi ya Mungu ni kutupa ushindi. The will of God is to give you success. Mapenzi ya Mungu kutupa mafanikio. Why there is graveyard in your family? Kuna uwanja wa makaburi kwenye familia. Why there is graveyard in your business? Makaburi kwenye biashara. Why there is graveyard in your business? Makaburi kwenye biashara. In your family. Kwenye familia. In your marriage. Kwenye ndoa. Why there is poverty there? Kwa nini kuna umasikini? You have to confront that spirit. Lazima uiendee hiyo roho. Lazima uikabili hiyo roho. Lazima uikabili. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Ewe roho ya makaburi.